uko na Mungu, roho yako ina uhusiano na nani? Huo ndo uzima tunaozungumza, na ndo hicho ninachozungumza. Ila kufa kiroho maana yake ni kutengwa mbali na bustani ya Edeni, mbali na uwepo wa Mungu, mbali na uso na utukufu wa Mungu. Sasa ndo nasikia kuna mauti ya milele. Sehemu nyingine nasema jehanamu, na hii ni kutengwa mbali na uso wa Mungu milele yote. Lakini uzima wa milele na uzungumza, anasema mimi ndimi uzima, ni kwa habari ya maisha ya umilele. Na maisha ya umilele unayaanza kuyaishi siku umeanza na umeamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, na umempokea kwenye maisha. Kwa hiyo hapa tutashift tu, yaani tunafanya tu kubadilishwa vazi la nje, kwamba huu mwili wa duniani wache duniani, sasa ni muda wa kwenda wapi? Mbinguni. Ila maisha ya umilele ushaanza kuyaishi. Wewe ni kiumbe kisichokufa. Wewe ukanielewa? Wewe ni kiumbe kisichokufa. Biblia ikizungumza hali ya kifo, kwamba dhambi inaleta kifo, haizungumzi sana juu ya kimwili. Si unanielewa? Kimwili haya ni matokeo ya dhambi pia, lakini inazungumza hasa juu ya roho ya mtu kutengwa mbali na utukufu wa Mungu, na hicho ndicho kifo cha kiroho. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa nasema mimi ndimi huo uzima. Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 5:11 mpaka 13. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:11 mpaka 13. Na huo ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanawe. Singepata tu hata bila Yesu. Inasema hivi, kwa maana yeye alikufa na akafufuka, yu hai hata sasa, ili awapate wote, wale waliokufa na wale walio hai. Hakuna uzima wa milele bila Yesu. Bwana asifiwe sana. 12, naomba nisome. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Aliye naye nini? Unaelewa hiyo sentensi? Yeye aliye naye nani? Mwana, Yesu Kristo anao huo nini? Sio kwamba yeye akiingia mbinguni atakuwa nao huo uzima. Yeye aliye naye nani? Kama umempoteza mwana, mpokee leo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukimpoteza mwana umepoteza uzima wa milele. Yeye aliye naye huyo mwana anao uzima wa milele. Nje na hapo huna uzima. Bwana asifiwe. Aliye naye huyo mwana ana uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Usiseme Pastor Joshua Power alisema sipokuwa na Yesu huna uzima. Sasa Biblia imesema huna mwana, huna Yesu ndani, huna uzima wa milele. Sasa hiyo huwa kila mtu, dhamiri ya mtu huwa inamshuhudia. Wewe huna Yesu, unapambana naye Bwana naye. Wewe huna Yesu, naye mbona anacheza na step? Wewe huna Yesu, naye Bwana. Wewe mpokee Yesu, maana mbingu zikipiga parapanda unabaki. Huna mwana, huna uzima. Kuna watu wako makanisani hawana mwana, ila wanasema wanaenda wapi? Mbinguni. Mbingu ya nani? Mbingu ya Morogoro. Hauna Yesu, hauna uzima. Na ukiwa na Yesu wewe uzima milele huko ndani.
sio ishu ya kesho kutwa akirudi Yesu anavyotunya. Yaani Yesu anakuja tu kutuhamisha, ila habari ya uzima wa milele ndio tushaanza kuishi. Yaani unaishi miaka isiyo na kikomo, manake utakuwepo mbele za utukufu wa Mungu miaka, na utakuwa na mahusiano na Mungu miaka, hutatengwa, na umeokolewa na ile hukumu ya jehanamu, hukumu ya moto. Bwana asifiwe sana. Mauti ya milele, kwa sababu yeye ameshinda kifo na mauti. Yohana 6:27 na Yohana 6 hiyo 40. Yohana 6:27 na Yohana 6 hiyo 40. Jamani, Bwana asifiwe sana. 6:27 inasema hiyo ni 27 kweli. Yohana 6:27. Inasema hivi: msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa lugha nyepesi, hakuna uzima wa milele bila yeye. Huyo ndiye aliyetiwa muhuri kwamba uzima unapatikana kwa yeye. 40 mstari wa 40. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Awe na nini? Uzima wa milele. Yohana 5:24 na Yohana 3:15 mpaka 16 utaona. Bwana asifiwe sana. Maswali mengi yanaweza akaibuka, na wengine wakauliza vitu vingi. Ikiwa mtu alikufa kabla ya Kristo, yeye anahukumiwaje? Kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa nini? Naomba nikuachie assignment na nikuachie kitabu cha Warumi 2:12 mpaka 16 ukakisome na ukitafakari vizuri. Nadhani unaweza ukapata majibu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ni nini? Cha kwanza nini? Ya pili na ya tatu, naomba usimame.